Hakuna siasa safi ambayo inakwenda kwa propaganda, kwa udanganyifu, kwa ulaghai, na matokeo ya siasa ya aina hiyo ni kuleta vurugu kubwa katika taifa. Nimekataa hayo yote. Kwa hiyo ninapojitokeza leo, nataka nianze kwa kusema mimi sikuwa likizo. Ndio mengi ambayo yameandikwa na yamesemwa na viongozi wangu. Mimi sikuwa likizo, sikupewa likizo na mtu yeyote, sina barua yoyote ya kwamba naenda likizo. Kilichotokea ndio kile ambacho nataka kwa kifupi kwanza nikieleze. Kilichotokea, ndugu zangu, niliamua kuachana na siasa. Niliamua kuachana na siasa. Na kimsingi kazi hiyo ilitokea tarehe 28 mwezi wa 7 usiku, majira ya saa 3 usiku, baada ya kuona kwamba yale yanayofanyika ndani ya chama changu hayakuniridhisha na sikukubaliana nayo. Sasa naposema hilo, ni vema pia nikarudisha mkanda nyuma, ili ule upotoshwaji wa pili kwamba kinachotokea Dr. Slaa alikubaliana nacho toka mwanzo, alishiriki kutoka mwanzo katika hatua ya kuleta Mheshimiwa Edward Lowassa ndani ya Chadema. Nataka nieleze, ni kweli nilihusika, nilishiriki katika majadiliano toka dakika ya kwanza, lakini niliweka msingi toka dakika ya kwanza. Na ndio tofauti ya watu ambao hawaelewi kwamba unaweza kushiriki kwenye mazungumzo, ukaweka msimamo wako, ukaweka msingi wako, na maendeleo ya mazungumzo yanapoendelea ukafika mahali ukubaliani, basi kwa kuwa wengi katika demokrasia wanashinda kwa wingi wao, wewe ambaye unaamini katika msingi ni lazima uachie ngazi na kuchelewaji. Kama watu wafungueni wasimame tu kupendeza. Ya tusiwe watu wasio na demokrasia. Kwa hiyo kilichotokea. Sasa nieleze kwa kifupi sana kwa sababu hatuna muda. Kama kuna mtu atahitaji ziada, anaweza kuniuliza baada ya conference ile ambayo iko live, ili Watanzania tusiwanyime mengi iwezekanavyo. Kwa kifupi sana, baada ya tarehe 11 ya mwezi wa 7 pale Dodoma, jina la Edward Lowassa kukatwa, mshenga wake anaitwa Bishop Gwajima ambaye ni rafiki yangu na ni rafiki yake vile vile Edward Lowassa, alinipigia simu akiuliza kwamba sasa kule Dodoma kumesha mambo yameshaiva, nini kifuate. Nikamjulisha kwamba naomba tuwasiliane na mwenyekiti Mheshimiwa Freeman Mbowe. Mimi niko ofisini kwangu, kaenda ofisini kwa Mheshimiwa Mbowe, nikamjulisha, tukampigia Gwajima, akafika baada ya dakika kama 20. Tukajadiliana uwezekano ni nini. Na mimi msimamo wangu daima ni kwamba ni lazima kusikia mtu ana nini. Ukishasikia ndio unafanya uamuzi. Ufanye uamuzi katika hatua ya kwanza. Unasikiliza ndio unafanya uamuzi. Kwa hiyo kama tayari kwamba tumsikilize anataka nini? Kwa sababu Chadema ni chama cha kisiasa. Na Chadema kama chama cha kisiasa haikatai kumpokea mtu yoyote katika chama. Tukubaliana, tukateua vijana ili tujue hawa wenzetu wanakuja kwetu wanataka nini. Hilo napanda. Nilishiriki, niliweka msingi. Na labda niseme tu msingi nilioweka ni ipi, ili jamii ya Watanzania wafahamu. La kwanza, wakati tunajadiliana, mtakumbuka Edward Lowassa alikuwa atatangaza
kwamba anajitoa Chama cha Mapinduzi. Jina lake liliondolewa lakini hajatangaza. Kwa mimi kama katibu mkuu nayelinda katiba ya chama, ilikuwa lazima kwanza huyu anayetaka kuja kwetu atangaze ameondoka kwenye chama chake alichotoka. Huwezi kwanza kujadiliana na mtu yuko kwenye chama chake. Cha pili, kama utaratibu wetu wa kawaida, Bwana Lowassa baada ya kutangaza kujiondoa kwenye chama chake, atangaze anakwenda kwenye chama gani. Kama anakuja Chadema au anasema sasa kwenda chama gani, atangaze. Atumie nafasi hiyo pale alipo yeye, pale atakapofanyia press conference, atangaze au ajisafishe na tuhuma zote ambazo amekuwa akituhumiwa katika nchi hii. Hii ni kwa msingi kwamba Chadema ni chama ambacho kwa muda mrefu sasa kimejijengea heshima, kimejijengea jina, kimeaminika na Watanzania, kimekuwa tumaini la Watanzania wote kwa pamoja wao. Kwa hiyo ukipokea mtu ambaye hajajisafisha, kuna hatari kwamba ule uchafu ukahamia chama kipya Chadema. Kwa hiyo kama katibu mkuu, ilikuwa kazi yangu kuhakikisha kwamba hilo linafanyika kabla hajaja kwetu. Na wote ni mashahidi, kuanzia alipokatwa jina Dodoma, Edward Lowassa hakuja kutangaza kujitoa wala hajajisafisha kwa kiwango ambacho Watanzania walikuwa wanategemea mpaka tarehe 28 alipokuja kupokelewa ndani ya Chadema kwenye press conference ambayo Chadema ilishiriki. Mimi nilikataa kushiriki press conference ile kwa sababu siwezi kuwa namsafisha mtu wakati tumekaa kwenye meza moja. Alipaswa kuwa amejisafisha peke yake kule alikokuwa. Kwa ndio msingi wa mgogoro. La pili, nilikuwa nimeweka msingi kwamba daima katika jambo lolote kuna mambo muhimu mawili ya msingi. La kwanza, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye siasa, huyo mtu anayekuja kwenye biashara yako, anayekuja kujiunga leo, anakuja kama mtaji au anakuja kama mzigo. Kwa Kiingereza inasikika vizuri zaidi. Is he an asset or a liability? Hilo swali nimeliweka tangu siku ya kwanza kama wenzangu watakuwa wanyofu. Lowassa anakuja Chadema kama asset au kama liability. Na naomba kutoka dakika hii ijulikane, swala sio urais. Wako wengi wanaandika kwamba Dr. Slaa amekatwa jina lake kwenye urais, ameumia na kadhalika. Hapana. Mpaka siku hiyo Dr. Slaa sijachukua fomu ya urais. Ningekuwa nakimbilia urais, ningechukua fomu tangu tarehe tuliyotangaza. Sikuchukua fomu. Tangu siku hiyo swala haikuwa Dr. Slaa anataka kumzuia Lowassa asigombee urais Chadema. Dr. Slaa anataka mgombea mwenye uwezo, mgombea mwenye sifa, mgombea ambaye anaweza kuivusha Chadema katika mapambano ya kuiondoa Chama cha Mapinduzi. Ili ni lengo. Kwa kama katibu mkuu, mimi nisingekuwa tayari kumzuia mtu yoyote. Na sikuwa tayari kusema mimi ndio ninagombea. Hakuna hata mmoja alisikia kwamba kwa jina lake Dr. Slaa ametamka mahali popote kama anagombea. Kwa hiyo naomba upotoshwaji huo uweke pembeni. Hata 2010 sikujitokeza, niliomba. Safari hii mchakato ndani ya Chadema ni kweli ulianza mapema toka Februari. Na jina langu likapitishwa. Lakini bado sikuitangaza popote. Kwa sababu kwangu mimi urais wangu binafsi hauwezi peke yake kuikomboa taifa kama si jitihada ya jamii nzima na kwa vigezo ambavyo jamii nzima inavikubali. Kwa hiyo msingi mkubwa hapo ni asset au liability. Swala la kwamba ni asset au liability, kuanzia siku tumeletewa taarifa na Mshenga mpaka tarehe 27 halikujibiwa. Ili ujue mtu ni asset, unapima vigezo gani?
Kigezo cha kwanza cha mtu kuwa asset ambazo tuliviweka mbele na tulijadili kwenye vikao ni kwamba watuletee kama ni asset, anakuja na nani? Anakuja peke yake? Kiongozi ambaye anataka kwenda kuwa rais wa nchi lazima awe na wafuasi nyuma yake. Anakuja peke yake au ana wafuasi wa kutosha nyuma yake? Na wafuasi hao ni aina gani? Ni vijana wa bodaboda? Ni vijana wa mtaani wasio na ajira? Vijana ambao hawa wamekumbwa tu na propaganda na nafsharafsha, ushabi, au wanakuja na watu viongozi serious watakaoweza kupingana na makamanda katika mapambano? Jibu la kwanza tulilopewa tangu siku ya kwanza, nadhani kwa tarehe 12, ni kwamba tutakuwa na watu wa bunge wanaomaliza muda wao wasiopungua 50. Kwamba anahama na wabunge 50, anakuja Chadema. Anakuja na wenye viti wa mikoa wasiopungua 22. Wenye viti wa mikoa 22. Anakuja na wenye viti wa CCM wa wilaya 88. Na mimi nikakiri kama ni hivyo kutakuwa na tetemeko la nchi. Siku ya kwanza nasubiri majina, na nikaweka sharti, tunahitaji tupewe majina, kwa sababu katibu mkuu, wakati hayo yanaendelea, nilikuwa nasimamia zoezi la uteuzi ndani ya Chadema kwa nchi nzima. Katibu mkuu makini, huwezi kupokea majina au tu idadi ya watu bila kujua ni kina nani, wanataka kugombea wapi, au wanataka kufanya nini, kwa sababu utadestabilize mfumo wako ambao umeujenga kwa muda mrefu. Kwa nini nataka majina? Sikupewa majina wale wabunge wanaohama, sikupewa majina ya wenye viti wa mikoa, sikupewa majina ya wenye viti wa wilaya mpaka tarehe 25. Tarehe 25 wakafanya kikao ile kamati na kulika na majadiliano hayo. Wakanifuata ofisini wakaniambia Dr. Slaa, tarehe 27 tuite kamati kuu ya dharura. Kuita kamati kuu kazi ya katibu mkuu. Nikaitisha kikao. Kaambia wenzangu, nitaitisha kikao, lakini sitapata majina. Sijapata jibu kama Lowassa ni asset au ni liability. Lakini nitaitisha kikao kwa sababu ni jukumu la kikatiba na kuitisha kikao. Sasa tukiitisha kikao cha kamati kuu, tunaenda kufanya nini kama hatuna hayo mambo tukubaliana? Wenzangu walikuwa na haraka, nadhani hawakuelewa au walielewa sijui, kaachana. Kikao tarehe 27 asubuhi nikapigiwa simu na mwenyekiti Dr. Slaa, tumeambiwa kwamba hujaridhika. Nimeambiwa kwamba hujaridhika. Niliambia mwenyekiti, kama mwenyekiti ni kweli, kaniomba tukutane asubuhi hiyo kabla ya kamati kuu, ili ndani ya kikao katibu mkuu na mwenyekiti tusitofautiane. Naomba nitamke, kwa miaka yote toka 2004 sijawahi kutofautiana na mwenyekiti wangu kwenye jambo lolote. Tunaweza kutofautiana vitu vidogo, tukajadiliana sisi, tukiingia kwenye kikao tumekuwa kitu kimoja. Na ndio maana ya stability, ndio maana ya Chadema kuwa chama imara. Lakini leo tukatofautiana. Nilipofika pale, kwa bahati mbaya ilikuwepo Mshenga bwana Bishop Gwajima, ilikuwepo Mheshimiwa Mbowe, tulikuwa na mimi, baadaye kaitwa Tundu Lissu. Watu wane tukabishana kutoka saa 3 mpaka saa 9. Kamati kuu inasubiri. Kwa hiyo upotoshwaji kwamba Dr. Slaa alikubali toka mwanzo si kweli. Anaomba viongozi wangu wawe hofu, wawe na hofu ya Mungu. Si kweli. Nikarudia hayo tena. Je, ni kweli ni asset? Kwa sababu hatuwezi kwenda kwenye shughuli kama mtu hatujajua ameleta mchango kiasi gani. Hata kama ni kampuni ya kufuga kuku, wewe una kuku 100, mwenzako anataka kujiunga na wewe,
ni lazima alete angalau kuku moja uwezo wake kuonekana. Au ana kuku 10, ana kuku 50, lakini lazima awe na mchango, aweze kuwa owner, kuwa mmiliki wa kampuni ya kuku. Yeye na wewe mwe wamiliki na yeye atachangia kidogo. Lazima mwe. Mimi sikupata hiyo jibu. Mkutano huo ukashindikana. Baadaye nikaambiwa Dr. Slaa kwa tumemwalika kwenye kamati kuu, twende nyumbani kwake tukamwone. Nikamwambia sikanyagi nyumbani kwa mtu. Lowassa ni mwana CCM mpaka dakika hii. Katibu mkuu wa chama kikubwa katika nchi, siwezi kwenda nyumbani kwa mtu kwenda kupiga makofi. Nikakataa. Kavundika tukaenda kamati kuu. Kamati kuu tumekaa toka saa 9:30 mpaka saa 12:30. Saa 12:30 tukapumzika, tukaambiwa tuunde kamati ndogo kumshawishi Dr. Slaa. Nikakataa. Nikakubali kwenda kamati kuu. Kwenye kamati ndogo tukajadiliana, nikaweka hayo masharti hayo nilioeleza kwa muda mfupi zaidi, kwa sababu sasa tulikuwa hatuna muda tena na nomination ya tume inakaribia. Tuliporudi taarifa ilitolewa kama tulipokubaliana. Nikaandika barua ya kujiuzulu huko ndani ya kamati kuu kwa mwenyekiti Dr. Profesa Safari. Profesa Safari karatasi yangu akaichana. Nikaandika ya pili kwa makamu wa Zanzibar. Makamu, kwa mambo ninayoona mimi ninajiuzulu kwa sababu dhamira yangu haikubali na siwezi kufanya kitu kinyume na dhamira yangu. Kaniambia Dr. Slaa, huyu aliweka ile note yangu mfukoni, akachukua karatasi kaniandikia nyingine. Dr. Slaa, haya mambo yamepangwa, usijisumbue, funga mdomo wako. Nikanyamaza. Lowassa alipo kwenye kikao, tulitegemea atajisafisha na humo, hakujisafisha. Na bahati mbaya viongozi wangu sijui kwa nini hawakuwa kweli. Kesho yake picha ikatoka kwenye mitandao. Nawapongeza vijana, saa nyingine mnafanya kazi nzuri hata kama kuna upotoshaji, lakini kuna mengine ya kweli. Lakini viongozi wangu asubuhi wakakanusha kwamba si kweli Lowassa hakuja kwenye kikao cha kamati kuu. Vitu vya namna hii vidogo sana vinaondoa uadilifu katika chama cha siasa. Kidogo sana. Picha zipo walafu nasema hakuna kitu cha namna. Unaweza kusema ni siasa. Na ndio maana wasiojua siasa wanasema siasa ni mchezo mchafu. Mimi mwanasiasa niliozoea, naamini siasa ni sayansi. Na kama siasa ni sayansi, haitaki uongo, haitaki ulaghai, haitaki udanganyifu. Ndivyo ilivyotokea. Kwa hiyo ndugu zangu, toka usiku huo, asubuhi yake nikaandika taarifa rasmi, kapeleka kwenye chama. Hawajui kwamba hata kujiuzulu kwenye chama cha siasa unahitaji hata kuandika barua. Kwa sababu chama cha siasa unahitaji, unaenda tu kwenye mkutano wa chama kingine, ukishaenda kule umeshaachana na chama kingine cha awali. Sasa watu wakafikiri kwamba Dr. Slaa aliandika barua, iliandika. Lakini ilikuwa hisani. Kutoka pale. Sasa niachie kwa sababu mengine mengi ningeweza kuyafafanua, lakini kwa ajili ya muda naomba hilo niliachie. Nini kikaendelea? Upotoshwaji mwingine, Dr. Slaa kesho watakuja waandishi mkafurika kwenye ofisi, siku nyingine propaganda. Siasa haitaki propaganda kama una nia ya kukomboa taifa. Wengine wanasema Dr. Slaa kafungiwa nyumbani. Wengine wanasema Dr. Slaa kazuiwa na mke wake. Jamani, toka saa 3 asubuhi mpaka saa 9 Dr. Slaa tuko wani na Mbowe na Lissu na Gwajima. Kiwango Josephine alikuwa. Sasa kama alikuwa ananizuia pale, si alikuwa na Dr. Slaa mfanye. Tuko wani tu toka saa 3 mpaka saa 9. Maamuzi niliyofanya yalifanywa na mimi kwa dhamira yangu. Lakini pia Dr. Slaa na Josephine wa Tanzania wanajua. Tumekuwa na haraka kwa muda mrefu sana. Katika nchi hii Josephine huyo ambaye anasema anazuia Dr. Slaa, na yeye ni Mtanzania. Na yeye ni mwanaharakati, ana sababu na yeye ya kuwa na uchungu